afya yako na afya check. Afya check. Linda afya yako na afya check. Ni wiki nyingine tena, Afya Check nyingine tena. Na kukaribisha rasmi kabisa kwenye sehemu nyingine ya Afya Check, ikiwa tayari muda umeshafika. Najua unaendelea kufurahia vipindi mbalimbali vinavyoendelea kupitia Clouds TV. Na sasa ni zamu yetu sisi wadau wa afya. Na huu ni ule muda mwafaka kabisa ambako wewe unapata fursa ya kufahamu yote yanayohusiana na mwili wako, yanayohusiana na afya yako. Na kukaribisha rasmi kabisa kwenye Afya Check nyingine. Kama kawaida, Afya Check yetu ina sehemu mbili. Moja ni Afya Check darasa na sehemu ya pili ni maswali na majibu. Mimi naitwa Isaac Maro. Tukaribie kwanza darasani, alafu nitakaporudi nitakufahamisha leo kwenye maswali na majibu tuko sehemu gani. Siko peke yangu, niko pamoja na ndugu yangu Ibrahim Pinga ambaye anasimamia shughuli yote mpaka kipindi hiki kitakapoisha. Karibuni sana darasani. Jue afya yako. Karibuni sana kwenye darasa letu la wiki nyingine tena. Ni matumaini yangu kwamba tayari mmeshashika kalamu na karatasi na mko tayari kwa ajili ya kile ambacho nimewaandalia leo. Sasa kwa wale ambao tulitazama wiki iliyopita, tunakumbuka kwamba tulianza kuzungumzia yale madhara ambayo yanaweza yakampata mtoto kutokana na tabia za mama yake wakati wa ujauzito. Tukazungumzia sana kuhusiana na yale madhara yanayotokea kama mama ataendelea na tabia ya kuvuta sigara au kukaa kwenye maeneo ambayo watu wanavuta sana sigara, kwa sababu madhara nayo huwa yanaonekana kwenye ile kitu inaitwa second hand smoking. Sasa leo tunazungumza pia madhara mengine, na haya yanatokana na tabia ya mama ya kuendelea kunywa pombe hata baada ya kupata ujauzito. Sasa ukilinganisha na madhara yanayotokana na uvutaji wa sigara, madhara yanayotokana na unywaji wa pombe yanaonekana kwa wingi zaidi, kwa sababu wanawake wengi zaidi wameonekana wakiendelea kunywa pombe hata baada ya kugundua kuwa wana ujauzito. Sasa kinachotokea ni kwamba mama anapokunywa pombe, madhara yanaweza kwenda moja kwa moja kwa mtoto aliye tumboni kwake, na matokeo yake mtoto huyu atazaliwa akiwa na mapungufu fulani ambayo haya yamewekwa kwenye kundi ambalo linafahamika kama maradhi yanayofahamika kama fetal alcohol syndrome. Haya ni maradhi ambayo yanakuwa na dalili nyingi, na kwamba si kwamba yanakuwa na dalili zinazofanana, lakini zinaweza zikawa ni dalili zilizopo katika kundi hili. Kwa hiyo ndio maana inaitwa ni fetal alcohol syndrome. Inawezekana mtoto akawa amezaliwa akawa na mapungufu haya au hana, lakini ukweli ni kwamba kuna madhara ya moja kwa moja ambayo huwa yanaonekana kwa mtoto. Inawezekana yasionekane wakati ule alipozaliwa, lakini yakaonekana kadiri anavyoendelea kukua. Madhara ambayo yanaweza kuonekana, kwanza, mtoto anaweza kuzaliwa akiwa na kichwa kidogo kuliko kawaida. Na hii tumekuwa tunaisikia sana hivi tulivyokuwa tunazungumza kuhusiana na maradhi yaliyopo sasa. Lakini pia mtoto anaweza kuzaliwa ukaangalia kwenye ile lipi yake ya juu, kwenye mdomo wake wa juu hapa katikati ya pua na kinywa, ukaona kama kuna nafasi hivi. Inaweza kuonekana hapo. Lakini pia unaweza kuona mtoto ana macho ambayo yametengana sana. Nafasi kati ya jicho na jicho ikaonekana kubwa. Lakini pia anaweza kawa anaonekana kama vile sura yake kidogo haiko sawa kama sura za watoto wengine, kwa sababu anakuwa kidogo ana mapungufu kwenye namna ambavyo uso wake ulitengenezwa wakati wa ujauzito kutokana na madhara ya moja kwa moja yaliyotokana na unywaji wa pombe. Pia mtoto anaweza kuzaliwa akiwa na urefu mdogo na umbo dogo, akaonekana ukimwangalia ukimlinganisha na watoto wengine wa umri wake ukagundua kwamba yeye kidogo ni mdogo. Mtoto anaweza kuzaliwa akiwa ni ana activity sana, anarukaruka mno kuliko kawaida, anafujo sana kuliko kawaida. Au anaweza kuzaliwa akiwa hana kabisa hizo fujo, akawa ametulia. Mtoto anaweza kadiri anavyoendelea kukua, utaanza kugundua kwamba mtoto anashindwa kufanya kitu kimoja akamaliza, anakuwa anafanya kitu hiki anaacha, anafanya hiki anaacha, anafanya kile anaacha. Kwa kifupi anakuwa hana focus wala hana concentration. Pia
Mtoto ambaye amezaliwa kutoka kwa mama ambaye alikuwa anakunywa pombe wakati wa ujauzito, unaweza kugundua kwamba hata ukuaji wake kidogo unakuwa una hitilafu. Hakui kama watoto wengine. Lakini hata atakapoanza shule, utaanza kugundua kwamba hata uwezo wake wa kufikiri kidogo uko nyuma. Hawezi kuzungumza mapema, anashindwa think vizuri, kutengeneza majibu ya maswali vizuri anapoulizwa darasani. Lakini pia hata uwezo wake wa kukaa na watoto wengine na kujamiana nao, yani ile tunavyozungumza kama watoto, kucheza pamoja na kushiriki mambo mengi, unagundua kwamba kidogo anakuwa hana huo uwezo. Pia mtoto anaweza kawa hana uwezo wa kuweza kuona vizuri wala kusikia vizuri. Pia utagundua kwamba hata uwezo wake wa kujifunza si mkubwa sana, hawezi kujifunza. Lakini kama inatokea kwamba mama alikuwa anakunywa pombe sana, mtoto pia anaweza kazaliwa akiwa na mapungufu kwenye ogani zake. Kwa hiyo akazaliwa kama akawa na matatizo ya moyo au akawa na matatizo kwenye mafigo yake. Anaweza kawa na matatizo kwenye namna ambavyo mifupa yake iliungana. Kwa hiyo unaona mara nyingi anakuwa na matatizo kwenye miguu pamoja na kwenye mikono. Haya ni madhara ambayo yanaweza kuonekana kwa mtoto ambaye amezaliwa kutoka kwa mama ambaye alikuwa anakunywa pombe wakati akiwa na ujauzito. Sasa ni namna gani ambayo unaweza kuepuka hivi? Ni rahisi sana. Kinachotakiwa ni kuacha kunywa pombe unapopata ujauzito. Hii si ombi, ni amri. Kwa hiyo kama wewe unapenda pombe na unakunywa pombe, utakapogundua kuwa umepata ujauzito, cha kwanza kabisa unachotakiwa kufanya ni kupunguza na kuacha kabisa unywaji wa pombe, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa unamwepusha mtoto wako na madhara haya ambayo nimeyazungumza hapo. Ikishindikana kabisa, basi ujue tu ujitayarishe kwa ajili ya kupambana na hizo changamoto ambazo mtoto atazaliwa nazo. Basi hapa ndo tumefika mwisho wa darasa letu kwa leo. Tuendeleeni kwenye sehemu yetu nyingine ya Afya Check, maswali na majibu. Mimi nitakutana tena wiki ijayo mtakapokuja darasani. Naitwa Isaac Maro. Afya yako na Afya Check. Ingawa saratani ya mlango wa kizazi ni ya pili kwenye orodha ya saratani zinazoathiri watu wengi zaidi duniani, huwa inazuilika kirahisi kabisa.